Mahubiri kila Sunday. Tambua ubora wa Ukristo. Maana hayo ni mambo mengi na ndiyo yanabeba Ukristo wetu. Maana kifo cha Yesu Kristo na kufufuka kwake ndio inatutenganisha sisi na madini mengine. Bwana asifiwe. Maana ule wokovu ambao tunauimba, shina la ule wokovu ni kwenye hayo mateso ya Yesu Kristo, kwenye kifo chake, kuzikwa kwake na kufufuka kwake. Hapo ndipo kwenye shina la wokovu ambao huwa tunauimba. Kwa tunashukuru Mungu kwa hiyo neema. Kwa hiyo leo tumeona vema tuweze kuendeleza hiyo program ya Pasaka na ikiwezekana tuweze kukamilisha mahali hapo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Na acha tuweze kusoma kwenye kitabu, acha kwa tuzungumze kichwa cha neno letu siku ya leo. Kichwa cha fundisho letu siku ya leo kinasema kuhusu kifo cha Mwokozi wetu Yesu Kristo, yani kifo cha Yesu Kristo na ufufuko wake vimetengeneza au vimetuondolea adhabu na mauti. Bwana asifiwe sana. Yani kifo cha Mwokozi wetu Yesu Kristo, kuzikwa kwake na kufufuka kwake vilituondolea adhabu na mauti. Bwana asifiwe. Na ile wiki tulipokuwa tukijifunza mahali hapa mambo ambayo yanahusu Pasaka, walimu ambao tulikuwa nao walizungumza mambo mengi hatuna uwezo wa kueleza mara tena. Lakini tunakumbuka kwamba tulikuwa na mwalimu wa pili ambaye alifundisha utofauti wa Pasaka ya Wayahudi na Pasaka yetu sisi wa Kristo. Na tunatambua kwamba ile Pasaka ambayo tuko nayo sisi ni tofauti na ile Pasaka ya Wayahudi. Maana ile Pasaka ya Wayahudi ilikuwa ni uvuli au ilikuwa ni kivuli cha Pasaka yetu sisi. Kwa hiyo sisi Pasaka yetu ni Kristo. Bwana asifiwe. Pasaka yetu ni Kristo. Pasaka yetu ni ile kuteswa kwa Yesu Kristo, ile mateso yake yote, kufa kwake na kufufuka kwake. Hiyo ndio Pasaka yetu sisi. Tunaposoma kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura yake ya 5 mstari wa 7. Wakorinto wa kwanza sura yake ya 5 mstari wa 7, Biblia inasema, basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya kama vile mlivyo hamkutiwa chachu, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hili vasi inatuhakikishia kwamba Pasaka wetu, yani kuna Pasaka wetu. Pasaka wetu ni tofauti na Pasaka wa Wayahudi. Pasaka wetu ni Kristo, naye amekwisha kutolewa kuwa sadaka. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwenye hitimisho yetu, kwenye hitimisho ya Pasaka yetu, tutakwenda kujifunza maneno machache, tutakwenda kusema mambo machache. Tungelitamani yaweze kuwa machache. Na hitimisho letu liko kwenye kitabu cha Warumi sura yake ya 8. Warumi sura ya 8 na mstari wa 31 hadi 35, alafu tutaruka 37 na mpaka 39. Tumesema ni Warumi sura yake ya 8 na mstari wa 31 hadi 35, tunaruka 37 hadi 39. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye asemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Ni nani atakayewashtaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki.
Ni nani atakayewahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam, zaidi ya hayo alifufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? 37 hadi 39. Lakini katika hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wale aliyopo wale atakayokuwapo wala wenye uwezo wale aliyo juu wale aliyo chini wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kama tumekuwa pamoja tulipokuwa tukisoma hii verse ya kwanza, sio hii verse ya 31, maana hizi ndizo verse ambazo tutakwenda kujifunza mchana wa leo. Kama tulikuwa pamoja tulipokuwa tukisoma hapa verse ya 31 inaanza kusema kwamba tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Hapa anaweka maswali. Bwana asifiwe. Ijapo yeye Paulo hakuweka majibu, lakini wewe mwenyewe unaweza kujiwekea majibu. Kwenye hii verse ya 31 ameweka maswali, maana kuna alama mbili za kuuliza. Alafu verse ya 32 anasema yeye asiyemwachilia, kisa lingine anasema yeye asiyemhurumia au asiyemzuia. Anasema yeye asiyemzuia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Bwana asifiwe. Yeye ambaye hakuweza kumwachilia au kumzuia. Hapa Paulo anazungumzia kuhusu Mungu Baba, kwamba yeye Mungu ambaye hakuweza kumzuia mwanaye mwenyewe, lakini alimwachilia, yani alimtoa. Hakuweza kumzuia, alimwachilia, alimtoa. Atakosaje basi kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Bwana asifiwe. Maana kila ambacho Mungu alichokifanya ni kama kila ambacho Ibrahimu alikifanya. Maana Ibrahimu alikuwa ni tajiri wa mifugo na dhahabu. Biblia inathibitisha kwenye kitabu cha Mwanzo 13 kwamba Ibrahimu alikuwa ni tajiri wa mifugo na dhahabu. Lakini Mungu alipohitaji sadaka yake, hakuhitaji dhahabu wala mifugo ya Ibrahimu, lakini akahitaji kilichokuwa muhimu sana kwa Ibrahimu, ilikuwa ni Isaka. Bwana asifiwe. Ilikuwa ni Isaka ndiye alikuwa muhimu sana kwa Ibrahimu kuliko vitu vyote ambavyo Ibrahimu alikuwa anavimiliki. Sasa Ibrahimu hakuonyesha moyo wa kusita kwa kumwachilia Isaka, kwa kumtoa Isaka. Sasa Mungu anasema, Paulo anasema kwamba je, ikiwa yeye Mungu hakumzuia mwanaye mwenyewe, atawezaje kutuzuilia vitu vingine? Ikimaanisha kwamba kama kile ambacho Ibrahimu alikifanya, hakuweza kusita kumtoa mwanaye wa pekee, mwana wake Isaka, hakusita kumtoa, angeliwezaje kusita kutoa dhahabu au mifugo? Bwana tusaidie sana. Hii inamaanisha kwamba ikiwa Ibrahimu hakuweza kumzuia Isaka, hangeliweza kuzuia hata vile vitu ambavyo alikuwa anavimiliki kwa ajili ya Mungu, hangeliweza kuvizuia. Na sisi pia inatuonyesha kwamba ikiwa Mungu wa mbinguni, Mungu tunayemwabudu, Mungu aliyeumba mbingu na nchi, alipoona vema kwamba kutuokoa, alimtoa mwanaye wa pekee, hakumzuia. Ijapo Yesu ndio wa maana kuliko vyote mbinguni, Yesu ana thamani kuliko vyote kwa macho ya Mungu Baba. Bwana asifiwe. Sasa Yesu hakuzuiliwa, Mungu Baba hakumzuia mwanaye. Biblia inasema anawezaje sasa kuzuia vitu vingine kwa ajili ya maisha yetu? Bwana tusaidie sana. Hii inatupa uhakika kwamba Bwana ambaye hakumzuia Yesu Kristo kwa ajili yetu, hawezi kutuzuilia chochote kinachotufaa,
chochote ambacho kinatufaa kwa maisha yetu, iwe ni kiroho na kimwili, hawezi kutuzuilia. Maana yeye ambaye hakutuzuilia Yesu Kristo, hakumzia mwana wake kwa ajili yetu, hawezi kutuzuilia chochote kinachotufaa. Bwana tusaidie sana. Atatukirimia katika mambo yote, atatukirimia katika mambo yote. Tuwe na imani ya kwamba atatukirimia katika mambo yote. Bwana asifiwe. Alafu tunaona kwamba yeye Mungu aliruhusu mwanae Yesu Kristo aweze kufa. Hii ilikuwa ni hatua ya mwisho ya Mungu kumtafuta mwanadamu. Maana tunafahamu kwamba tokea mwanadamu alipoanguka, tokea mwanadamu alipoasi, Mungu alizifanya hatua nyingi za kumtafuta mwanadamu. Bwana asifiwe sana. Tunakumbuka wakati Adamu alipokosa akiwa pale kwenye shamba la Edeni. Adamu alikosa, mwanadamu alikosa. Tunaona kwamba Mungu alimtafuta siku ile ile. Hatua ya Mungu kutafuta mwanadamu ilianza hapo tu mwanadamu alipokosa. Ile siku tu mwanadamu alianguka, hapo ndipo hatua ya kwanza ya Mungu kumtafuta mwanadamu ilianzia. Bwana tusaidie sana. Lakini tunaona kwamba kadiri mwanadamu alivyozidi kukosa, Mungu alizidi kumtafuta. Yaani Mungu alizifanya hatua nyingi za kumtafuta mwanadamu kabisa. Lakini tunaona kwamba kifo cha Yesu Kristo, Yesu kukubali kufa, hii ndio hatua ya mwisho. Tunarudia mara tena, hii ndio hatua ya mwisho ya Mungu kumtafuta mwanadamu. Hakuna hatua nyingine ambayo mbingu itaifanya cha kutafuta mwanadamu. Bwana tusaidie sana. Kwa wewe Mungu nafikiri kwamba kuna mwingine au kuna hatua nyingine ambayo ataifanya au Mungu ataifanya kwa ajili ya kututafuta, haipo. Hakuna hatua nyingine ambayo Mungu ataifanya zaidi ya ile ambayo aliifanya kwa kumwachilia mwanae atundikwe kwa ajili yetu. Bwana tusaidie sana. Halafu ile mstari wa 34 anasema tini nani atakayehesabia adhabu? Yesu alikufa kwa ajili ya kutuondolea adhabu. Maana mwanadamu alipokosa kulikuwa adhabu juu ya mwanadamu, kulikuwa adhabu juu yake. Maana lazima kila dhambi iwe na adhabu, lazima kila kosa iwe na adhabu. Hivi kulikuwa adhabu juu ya mwanadamu. Bwana tusaidie sana. Lakini Yesu alikufa ili kutuondolea adhabu. Sasa Biblia haisemi kwamba hakuna adhabu juu ya wale walio kanisani. Hapana, hakuna adhabu tena juu ya wale walio ndani ya Kristo Yesu. Maana mtu anaweza kuwa kanisani lakini asiwe ndani ya Kristo Yesu. Bwana tusaidie. Sasa hii adhabu iliondolewa juu ya wale walio ndani ya Kristo Yesu. Biblia inasema ni nani atakayewahukumia adhabu? Yesu Kristo ndiye aliyekufa. Yesu alikufa ili kuondoa adhabu. Bwana tusaidie sana. Maana mwanadamu alikuwa na adhabu, lakini Kristo alikufa ili kutuondolea adhabu. Yaani kile kifo ndio kiliondoa adhabu. Tunaposoma ile mstari wa 34, ile bii yake inasema naam, zaidi ya yote alifufuka katika wafu. Bwana asifiwe. Naam, zaidi ya yote alifufuka katika wafu. Yaani licha ya kufa tena alifufuka katika wafu. Sasa kufufuka kwa Yesu Kristo kuliangamiza adui wa mwisho. Bwana asifiwe. Kufufuka, Biblia inasema kwamba zaidi ya yote alifufuka katika wafu. Na tunafahamu kwamba kufa kwa Yesu, Bwana asifiwe, muelewe kidogo jamani. Tunajua kwamba kuna kufa, kuna kuzikwa na kuna kufufuka. Na tulipokuwa tukizungumza muda uliopita tulisema kwamba hatua yote ambayo Bwana Yesu aliipitia kwenye mateso yake, kwenye kifo chake, kuzikwa hata kufufuka, kila hatua ambayo Bwana Yesu aliipitia ilikuwa na maana na ilikuwa na faida. Bwana asifiwe sana. Sasa hapa tunazungumzia, nataka uelewe sana kuhusu kufufuka kwake. Bwana asifiwe. Kufufuka kwake. Maana kufufuka kwake kulikuwa na faida kubwa. Si kwamba kulikuwa na faida kubwa kuliko kufa kwake, lakini kufufuka kwake kulipatia maana kufa kwake. Bwana asifiwe. Kulileta maana. Yaani kufufuka kwake
kuliipa maana kufa kwake. Yaani kama angelikufa lakini asifufuke, kufa kwake kusingelikuwa na maana. Kwa hiyo kilichoipatia maana ile kifo, kilichopatia maana kifo ya Yesu Kristo ni kule kufufuka. Bwana asifiwe. Alikufa, akazikwa na akafufuka. Bwana asifiwe sana. Akafufuka. Maana kufufuka kuna aina au kuna maelezo mbili tofauti. Mtu anaweza kafa, maana ili mtu afufuke ni wakati amekufa, si ni kweli? Mtu hawezi kutangaza kwamba amefufuka kabla hajafa, itakuwa ni uongo. Na kufufuka, mtu anaweza kutangaza kwamba amefufuka hata kama alikuwa hajazikwa. Inaeleweka jamani? Maana kuna watu katika Biblia ambao Biblia inahakikisha kwamba Yesu aliwafufua. Lakini wengi kati ya wale ambao Yesu aliwafufua kabla hawajazikwa. Kuna wale ambao Yesu alifufua kabla hawajazikwa. Na kuna yule ambao alifufuliwa baada ya kuzikwa. Bwana asifiwe. Sasa ukifufuka na kabla ya kuzikwa au baada ya kuzikwa, yote inaitwa ni kufufuka. Maana ni kurejesha uhai. Lakini neno kufufuka linapata maana zaidi kama mtu amekufa na akazikwa. Bwana asifiwe. Lakini mtu akifa kabla hajazikwa alafu akarudishwa uhai, wakati mwingine watu wanaweza kusema kwamba wenda alikuwa amezirai, wenda alikuwa amezimia. Bwana tusaidie. Lakini kama alikufa na akazikwa alafu akafufuka baada ya kuzikwa, kule kufufuka kunakuwa na maana kubwa kuliko kufufuka kabla haujazikwa. Bwana asifiwe. Kwa Yesu alikufa na tena akazikwa na tena akafufuka. Angeliweza kufufuka kabla hajazikwa, lakini ilionekana vema baada ya kufa azikwe kwanza, alafu ndio afufuke baadaye. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunasema kufufuka kwake kulileta ushindi juu ya adui wa mwisho. Maana adui wa mwisho ambao Biblia inamtaja kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15. Bwana tusaidie sana. 15 mstari wa 15 nadhani hivyo, sina uhakika sana. Lakini naamini ni 15. Biblia inasema ya kwamba adui wa mwisho atakayebadilishwa au atakayeangamizwa ni mauti. Bwana tusaidie sana. Ya kwamba adui wa mwisho atakayebadilishwa ni mauti. Bwana asifiwe. Yaani dhambi na mauti vilikuwa vimemfunga mwanadamu. Dhambi na mauti vilikuwa vimemfunga mwanadamu. Na tunafahamu kwamba mauti ilikuja kwa sababu ya dhambi. Tunarudia mara tena kwamba dhambi na mauti vilikuwa vimemfunga mwanadamu. Na tunatoa kama mauti imeletwa na dhambi. Bwana tusaidie sana. Bwana asifiwe. Mauti imeletwa na dhambi. Hiyo verse ya Wakorintho wa kwanza ambapo inasema adui wa mwisho atakayebadilishwa ni mauti. Sikuweza kuwa makini kwa kukariri hiyo verse. Lakini najua ni kwenye sura ya 15. Isipokuwa tu verse sikumbuki vizuri. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo acha tuendelee na fundisho letu. Ya kwamba mauti ililetwa na dhambi. Maana pasipo dhambi mauti singelipata nguvu. Mauti singelipata nguvu pasipo dhambi. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo kifo cha Yesu Kristo kilishughulikia dhambi. Tuko pamoja? Inasema ni verse 26. Asante sana, mbarikiwe sana walimu. Wakorintho wa kwanza 15:26 inasema kwamba adui wa mwisho atakayebadilishwa ni mauti. Bwana tusaidie sana. Yaani mauti ndio alikuwa adui wa mwisho wa mwanadamu.
Sasa tunasema kwamba kifo cha Mwokozi wetu Yesu Kristo kilishughulikia dhambi. Maana kifo cha Yesu Kristo kililipa adhabu ya dhambi za ambazo tulikuwa tumezifanya. Yaani tunasema kwamba kifo cha Yesu Kristo kililipa adhabu ya dhambi zetu. Na adhabu ya dhambi ilikuwa ni kifo. Mwanadamu alipoasi ilibidi afe. Na kile kifo ambacho kinatajwa haikuwa kifo tu cha kiroho. Kilikuwa kwanza kifo cha kiroho, na baadaye kifo cha kimwili, na kifo cha ardhi, na kifo cha mazingira yetu yote. Bwana asifiwe. Maana ukiangalia kilichoanza kufa wakati mwanadamu alipoasi, ilikuwa kwanza ni nafsi yake, yani roho yake. Roho zetu zilikufa zikatengwa na Mungu. Na baada ya roho zetu kufa na kutengwa na Mungu, kifo cha mwili nacho kikatokea, na kifo cha mazingira. Vitu vyote viliweza kufa, hata wanyama wakaanza kufa, kwa sababu mauti iliujia ulimwengu kupitia dhambi. Yani vitu vyote ambavyo vinakufa kwa sasa na hata vile ambavyo kuhusika kwenye dhambi ya mwanadamu, lakini vilipata ile adhabu ya kufa kwa sababu mwanadamu alitenda dhambi, alikosea. Bwana tusaidie sana. Kwa haikuwa kifo tu cha mwanadamu kiroho, lakini kilikuwa kifo cha mwanadamu kiroho, kikawa kifo cha mwanadamu kimwili, na kifo cha mazingira, kifo cha vitu vyote vinavyotuzunguka. Vitu vyote vilipata mauti kwa sababu ya makosa mwanadamu. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo Yesu Kristo alikubali kufa msalabani ili kulipa adhabu ya dhambi zetu. Na baada ya kufa alizikwa, na baada ya kuzikwa akafufuka. Bwana asifiwe. Sasa kwenye ufufuo wa Yesu Kristo, kitu kikubwa ambacho ulishughulikia mauti. Ufufuo wake Yesu, kitu kikubwa ambacho ulishughulikia zaidi sana mauti. Maana mauti ndio adui wa mwisho ambao Biblia inazungumza. Bwana tusaidie sana. Maana Yesu alishughulikia kifo. Kwenye kufa kwake kule alishughulikia kifo, lakini kwenye kufuka kwake akashughulikia mauti. Bwana tusaidie sana. Alishughulikia mauti ili mauti iliyokuwa imetawala ulimwengu isitawale tena. Mauti ambayo ilikuwa imemtawala mwanadamu na mazingira yake isitawale tena. Lakini tokea Yesu alipofufuka, na wale wote walioamini kufa na kufuka kwa Yesu Kristo wanapata uzima, wanapata uhai. Si uhai wa kiroho tu, si uzima wa roho zetu peke yake, ila ni uzima wa roho na mwili, ni uzima hata wa ardhi na vitu vyote ambavyo tunavimiliki. Hata mazingira yetu inapata uhai, inapata uzima. Bwana asifiwe. Kwa hata ukiwa mgonjwa, unapokuwa ukiomba sema, Yesu najua kwamba ulipigwa ili niweze kuwa mzima. Ulipigwa ili niweze kuwa na afya. Ulipigwa ili vitu vyangu viweze kuwa vizima. Maana kama tulivyosema kwamba kifo kilitawala kwa sababu ya dhambi, lakini Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kifo chake kikalipa adhabu ya dhambi zetu. Bwana tusaidie. Hivi tena kifo hakitawali watu wa Mungu. Wale ambao wamwamini Yesu Kristo wako ndani ya Yesu. Kifo hakitutawali tena. Wala kifo hakitawali mazingira yetu tena. Hata ukifika mahali ambapo vitu vimekufa, vitu vinaamuka, vinapata uhai tena. Bwana asifiwe. Unaweza kwenda kupanga nyumba na kuambia hii nyumba watu hawawezi kukaa, hii nyumba watu hawaishi, lakini wewe uliyemwamini Yesu Kristo ukikaa mahali pale, kwa sababu wewe ndani wako mna uzima, na ule uzima ulio ndani mwako unavipa vitu vyote uzima. Bwana asifiwe. Hata kama ni mahali ambapo hapakaliki, wewe utakaa kwa sababu ndani mwako mna uzima, na ule uzima unaupa vitu vyote uzima. Bwana asifiwe. Mungu atujalie kujitambua jamani. Na tunaposema habari za ufufuo wa Yesu Kristo, ya kwamba ulishughulikia mauti. Maana Yesu ni kweli alifufuka, na kule kufufuka kulimaliza nguvu ya mauti. Kama tulivyosema kwamba kama angelikufa lakini asifufuke, kufa kwake kusingelikuwa na maana, lakini kule kufufuka kulipatia ile kifo maana. Bwana asifiwe. Na tunaposema kwamba Yesu alifufuka, wako wengine waliofufuka wakati wa Yesu Kristo. Yesu Kristo alifanya kazi ya kufufua.
alifufua binti wa Yairo. Mahubiri kila Sunday. Tambua ubora wa Ukristo.